The government of Tanzania has identified education as the cornerstone of the country's development goals. Pan-African Energy Tanzania, being a socially responsible company operating to ensure the benefits of natural gas developments flow to the communities around its areas of operations, wholeheartedly supports the government in its efforts. Education prospects for young children on Songo-Songo Island are limited, and it is difficult for parents to invest in the process. Previously, many children were left unattended by their parents during the day as mothers were involved in economic activities. With this background, Pan-African Energy Tanzania funded the construction of a kindergarten on the island, which opened in September 2011 at a cost of $47,330, including furniture. A kindergarten is a fundamental first step in improving educational prospects for the children of Songo-Songo. Early learning for 3 to 6-year-olds sets the foundation for improved educational performance at primary level and above. In addition, reliable childcare allows more mothers to take part in the economy and girls to continue with their own education. Shule yetu ya Songo-Songo ilianza mwaka 1961. Lakini pia kwa darasa la awali chekechea mpaka sasa tuna uwezo kupokea wanafunzi 100 mpaka 150. Pan-African tunashukuru zaidi kwa sababu wameondoa ule msongamano wa watoto. Kwa sababu ukilinganisha darasa la awali wakati tumeteua kule kuwa ni darasa la awali, lilikuwa haliendani na idadi ya watoto. Kwa sababu madarasa yetu yale ni madogo kuliko haya waliojenga, haya ni makubwa. Kwa hiyo ukiweka hata watoto 50, 60, 70 wanakaa vizuri, wanapata nafasi vizuri ya kukaa. Mwanzo tulipokuwa tunasoma sisi, kuanza kusoma unaanza kujulia darasa la 3 au la 4, lakini sasa hivi kuwepo kwa shule ya chekechea wanafunzi anafahamu kusoma mapema sana kabla hajaingia darasa la kwanza. Watoto wa awali wanajifunza kutambua irabu, kuandika zile herufi na kuzisoma. Sasa atapokwenda shule ya msingi, mtoto yule anakuwa hana tatizo kuumba herufi, kusoma irabu wala kusoma silabi. Anakuwa tayari kashaelewa akiwa awali. Shule yetu kwanza inaongoza miaka 3 mfululizo kiwilaya kwa darasa la 7. Hii ni kutokana na kuwa na shule ya chekechea ambayo wametujengea watu wenzetu wa Pan-Africa, ambayo mmoja mtoto ni msingi ukiwa mzuri, hata nyumba msingi ukiwa imara, basi ataendelea kuwa vizuri. In 2015, Pan-African Energy Tanzania funded the construction of a multi-purpose science laboratory for the Songo-Songo Island Secondary School at a total of $53,800. The facility has helped the district achieve the national target set by then President Jakaya Kikwete, which required every secondary school to have a science laboratory. Pan-African Energy also donated 1,500 bags of cement to Kilwa District Council to support such construction in other schools in the district. In the past, island culture has not always placed the same emphasis on the education of females as it has for the males. This is exacerbated by the fact that Tanzanian culture requires daughters in particular to attend to domestic chores on their return from school rather than focusing on homework and wider learning tasks. In 2012, PIAD funded the construction and equipping of a girls' dormitory on SS1 at a cost of $62,635, able to accommodate 52 female students, offering young girls on the island the opportunity to remain in a learning environment, focus on their studies, and eventually attain qualifications that may allow them to expand their employment opportunities. Shule ya sekondari Songo-Songo imebahatika kuwa na bweni ambalo lina uwezo wa kuchukua wanafunzi 50. Licha ya kuwa na uwezo huo, tunaona namna gani bweni lilivyokuwa lina faida katika taaluma na nidhamu katika mazingira ya shule. Tunafahamu kwamba msichana ni mama wa baadaye. Kwa hiyo akiwa nyumbani ana kazi nyingi ukilinganisha na mvulana. Mfano, anaweza akafanya majukumu yote ambayo anatakiwa afanye mama na akakosa muda wa kujisomea. Kwa mfano mimi mwenyewe binafsi, nikitoka hapa nikienda zangu nyumbani,
nakuta changamoto nyingi sana. Mfano changamoto, nikifika nyumbani inabidi nimsaidie mama kuosha vyombo, kufua, na nyumbani kuna biashara. Inabidi nikakae kwenye biashara na kumsaidia mama kuuza. Endapo kama ningekuwa naye niko naye nyumbani, angekuwa anapata changamoto ya kutokusoma ile masomo ya jioni au masomo ya ziada baadaye. Kwa mfano, angekuwa anafanya kazi za nyumbani, kusaidia pale nyumbani, kuleshika watoto, kwa sababu bahati mbaya hatuna house girl pale nyumbani. Ninawashukuru Pan Africa kwa kutuletea bweni na mimi kuweza kuja kukaa hapa na kuweza kusoma masomo yale ambayo ninaweza kusoma na baadaye kufikia malengo yangu kuwa nesi. Asilimia kubwa ya wasichana ambao wanaokaa bweni, database yetu inaonyesha kwamba wanafanya vizuri. Hakuna mwaka ambao wanafunzi wamekaa bweni alafu wakawa na matokeo mabaya katika mtihani wao wa taifa. Kwa hiyo inaonyesha kabisa kwamba bweni lina msaada mkubwa sana katika taaluma. Kwa mfano kama mwanangu mimi alipokuwa amekwenda pale form 1, kabla ya kukaa board alikuwa anashika nafasi ya 30, lakini baada ya kuwepo bodi anakuishi kule. Sasa hivi nafikia amefanya mtihani anachukua nafasi ya 7, mara mwisho wiki iliyopita alikuwa kama mtu wa 8 hivi. Pan Africa Energy hawakuishia tu kujenga bweni, pia wametujengea maabara. Maabara hii ilijengwa mwaka 2015. Maabara hii ina faida kubwa na mchango mkubwa sana katika shule yetu hii. Kabla ya hapo, labda niseme tu kwamba hatukuwahi kuwa na performance kwa upande wa sayansi kwa sababu ya ukosefu wa maabara. Kwa hiyo sasa hivi kila mwaka tunatoa wanafunzi wa mchepuo wa sayansi kutokana na msaada wa maabara. Elsewhere in Kilwa district on the mainland, children from Mbata village were facing very challenging conditions to get to their nearest school in Migeregere, which is about 12 kilometers away. This led to many not being able to attend classes regularly and their performance suffered. Pan African Energy Tanzania funded the construction of 4 classrooms in Mbata to serve as a satellite school to allow the children of Mbata to keep up with their schooling. This satellite school has been so successful that the Ministry of Education upgraded it into a fully independent primary school in Kilwa district. Kimsingi kabla ya hapo hiki kitongoji kilikuwa hakina shule na pana umbali wa kilomita 10 kutoka hapa kitongojini kwenda kwenye shule mama Migeregere. Hivyo wakazi wengi wa hapa hawakuweza kupata fursa ya elimu kwa nyuma kwa muda mrefu. Ikafika hatua kilio chetu kile Mwenyezi Mungu akipokelea na ndugu zetu wa Pan African Energy walipokiona sasa, ndipo wakaona ipo haja ya kuja kutusaidia kutujengea shule. Hapa mazingira yalikuwa magumu sana, kwa sababu watoto walikuwa natoka hapa kilomita 10 kutoka hapa kuifuata shule mama huko Migeregere. Walikuwa nakumbana na mambo mengi. Kwanza mtoto alikuwa anashinda na njaa kutwa mzima kule, hana chakula na mioka teneko huko. Hilo swala kwanza. Swala la pili, hapa katikati hapa tujui mtoto anafika vipi. Walikuwa pana tembo hapa katikati wengi sana, pana simba vile vile, pamoja na watu vile vile, watu wabakaji ni watu wabaya sana. Basi mambo hayo kwa hivyo vyote watoto walikuwa wanakumbana nao. Inafikia hatua hata sisi wazazi tulikuwa tunawafuata kwa muda jioni kuwafuatilia kule shuleni. Sasa sisi tunaacha shule zetu tunafanya kazi ya kusoma wote sasa. Katika kijiji chetu hasa ukiangalia kama vijana sisi na watoto wa sasa hivi ni tofauti. Unakuta vijana wengi kama makamo yetu hawajui kusoma, lakini watoto wa kipindi kuanzia 2019 mpaka 2023 wanajua kusoma. Kwa hiyo faida ni kubwa sana tulioipata kutoka na shule hii. Haya madarasa 4 tuliojengewa sisi hapa tumekuwa tukiendeleza kwa watoto kusoma, kwa wale watoto wa kuanzia darasa la awali, la kwanza, la pili, la 3 mpaka la 4. Mpaka sasa hivi ninavyozungumza ni kwamba shule imeonekana iko bora na imepandishwa daraja kutoka shule shikizi na sasa ni shule ya msingi. Miongoni mwa shule za msingi zilizopo ndani ya kata hii tulikuwa nazo 4, kwa maana kila kijiji ilikuwa na shule yake, lakini sasa kitongoji hiki cha Mbate kimekuwa na shule ya msingi. Lakini hii yote ni kutokana na ndugu zetu wa Pan African Energy kutufikisha hapa. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu, lakini pia tunawashukuru wao na tunashukuru serikali yetu. Lakini pia ni faraja kwa wanajamii, kwa maana watoto wote ambao walikuwa wanatoka hapa wakenda kwenye shule mama Migeregere wenye umbali wa kilomita 10,
Sasa watoto wote watakuwa wanasoma hapa toka shule darasa la awali mpaka darasa la 7. Focusing on health and education, Pan-African Energy Tanzania continues to make significant, effective, sustainable social investments that deliver genuine measurable benefits to the people of Tanzania.